Yes, mtazamaji wa Atu Media, tuko uwanja wa Songwe kumpokea mtumishi wa Mungu Askofu Laurent Magike, askofu mkuu wa makanisa ya Living Water International Ministry Tanzania na nje ya Tanzania. Tayari amewasili Mbeya kwa ajili ya mkutano mkubwa wa Injili ambao unafanyika hapo kesho katika viwanja vya shule ya msingi Gombe. Mtumishi wa Mungu, karibu sana Mbeya. Asante sana. Pole na safari. Asante, namshukuru Mungu. Ni nani hasa unahisi Mungu amekusudia katika mkutano unaoanza kesho? Kusudi la Mungu ni kuweza kuona watu wanaokolewa. Yeah. Kwa hiyo ni matumaini yangu kuweza kuona kwamba mkutano huu watu wengi sana wa mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini, yes, wataweza kuhudhuria kwenye mkutano, na mwisho wa siku ufalme wa Mungu utaendelea kuongezeka na ufalme wa shetani utazidi kupungua. Okay. Lakini watu wengi huja kwenye mikutano wakiwa na mahitaji mbalimbali. Je, una ujumbe gani kwa wanaokuja kwa imani lakini mioyo yao imekata tamaa? Nipende kuwatia moyo. Biblia inasema mwivi haji ila achinje, aibe na kuharibu. Yes. Lakini Kristo anasema alikuja ili sisi tuwe na uzima kisha tuwe na hoteli. Yeah. Kwa hiyo watu wote ambao wamekuwa na mateso sehemu yoyote walipo, tunawakaribisha wala wasikate tamaa. Yesu Kristo yuko hai na anajali sana mambo yao kwa sababu yeye ndio mchungaji wa kondoo. Yes. Mambo ya kondoo ni kitu sana kwake. Okay. Unafikiri kanisa inafanya vya kutosha kuwafikia watu wengi hasa wa kizazi cha sasa? Kanisa la Mungu naamini linajitahidi kufanya kadiri ya neema tuliopewa ya kuwafikia watu, japo tunapaswa kukaza mwendo, kuongeza nguvu zaidi, kwa sababu shetani naye anafanya bidii kuhakikisha katika siku hizi za mwisho wanawapoteza wengi na kuwapeleka katika jehanamu ya moto. Lakini kanisa pia linatakiwa kuongeza nguvu zaidi. Yes. Watu wengi wanaamini miujiza siku hizi imepungua. Unasemaje katika hilo? Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Amen. Na kama alitenda miujiza nyakati za kanisa la kwanza, hajabadilika. Kama watu hawaamini juu ya miujiza ni kutokana na labda na masumbufu ya dunia na imani yao kushuka. Okay. Lakini Yesu Kristo ni yeye yule, anatenda miujiza hata sasa. Pengine ni matarajio yako yapi kuona yakitokea katika mkoa wa Mbeya mara baada ya mkutano huu kufanyika? Ninaamini watu wengi wataokolewa, watu wengi watabadilishwa, Mungu ataponya wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Yes. Na Mungu atawabariki watu pia kiuchumi. Labda neno lako kwa watumishi wa Mungu ambao wanafanya kazi ya Mungu katika mkoa wa Mbeya ni upi? Neno langu kwa watumishi wa Mungu, tukaze mwendo, tufanye kazi ya Mungu kwa moyo na kwa bidii, maana Biblia inasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyetupeleka madam ni mchana, maana usiku waje mtu asipoweza kutenda kazi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wa Mbeya tunawakaribisha, tushirikiane wote, lakini tufanye kazi kwa moyo, kwa umoja na kwa upendo. Neno lako kwa vijana? Vijana ninapenda kuwatia moyo kwa sababu vijana ndo hasa kanisa ambalo tuseme ni la sasa na linalokuja. Yes. Na vijana wanatakiwa kujinvolve kwa wingi zaidi, kwa sababu sisi sasa umri unakwenda, na kwa sababu umri unakwenda kuna siku ambapo utafika tutashuka katika dunia hii na tunakabidhi kijiti kwa vijana. Hivyo vijana wanatakiwa kuwa karibu na wazee ili kuhakikisha wanachukua kazi ya Mungu vizuri na ufalme wa Mungu unaendelea kujengwa. Amen. Mungu akubariki sana askofu. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana.